kuna viumbe viwili ambavyo vinaweka memory for more than 100 years, actually up to 150 years. Na kati ya hizi viumbe viwili kuna kimoja ambacho kinaweka memory for the entirety of creation, tangu dunia iumbwe mpaka mahali inaelekea. And those two are, one, an elephant. Number two, water, ama water, whatever. I think you want to start an argument here that water is not a living thing, huh? Vile ulifundishwa shule, uliambiwa kuna non-living things na kuna living things. For your information, there's nothing that is non-living. Everything is living. Everything is conscious at its own level. So where am I going with this story? Nimeona hapo Nairobi kuna flood, na hii flood ina happen every year. It's a cycle. Flood ya maji. Why do we have this perennial problem? It is because watu walishanyakua riparian land. Riparian land ni mahali maji, njia ya maji. Wakanyakua, wakajenga kabisa, wakafukuza maji kutoka hapo, maji ikaenda mahali kwingine. Seasons za mvua zinakuja zikipita, zikikuja zikirudiana, but will come a time when there is going to be a lot of rain and there is going to be a lot of water, na hayo maji yatakumbuka njia ambayo yalikuwa yanapitia 50 years ago, 100 years ago, na yatapita huko. Alafu yanakuta mmejenga majumba huko, kwa mtoni mahali maji na stahili ilikuwa ikipita kitambo, mkakuja at because the water has not been there for 20 years, na hiyo land imekuwa dry. Unscrupulous people, corrupt cartels, assisted by the county officials and the government officials, you allocate that land and you make money. Na mnajenga magorofa, mnajenga majumba ya kifahari. Maji hapana tambua hiyo. When water decides to come and run its course, ielekea mahali inaelekea, it will remember this was my route. Hii ilikuwa njia yangu. And it's going to clean the way. In fact, itajitengenezea njia tu, utakuta tu inambeba. Hamjaona kwa video majumba yanangolewa na maji yakitupwa kando, because the water remembers its route. Maji haitawahi sahau. You know what is a memory? Tangu dunia iumbwe, if there is one constant thing that carries the collective memory of the entire universe, it's water. That's why a human being is composed of 70% water. Mwili wako, more than 70% ya mwili wako ni maji. And that water carries memory. It's the one that perpetuates consciousness. Your brain is almost 100% water. Okay? So maji ni kitu ya muhimu sana. That's why you are asked to drink water, hata kama hausikii kiu, because water carries information. Okay? Let's talk about the elephant. The elephant pia inaweza hama kutoka Tanzania, ielekea ikuje ipita Kenya, iende all the way mpaka Uganda, na ikae huko 20 years. But when the climate changes and decides this climate is not conducive for me, I need to go back to Tanzania, mahali nilitoka, itarudia, hizo elephants zitarudia the same route precisely mahali zilikuwa zimepitia zikienda, na zitarudi mpaka nyumbani kwao. And along the way zikikuja zikute, mlishagawana mashamba, mkaweka mafence, sijui kukamea miti, ndio unaona ndovu inatumia hiyo trunk yake kungoa miti na weka kando, because iko kwa njia yake. Inakuta waya, hata mmeka waya za stima, inaguzaguza kidogo hivi, kidogo inangoa hiyo wanyaya za stima zenye mmeka hapo, na inapita. Memory, mtu wangu. But because wa Kenya, they don't do research, even our education system does not allow us to actually learn the real stuff of life. Ndio maana mtakuwa mnafanya mambo kiholela. Nairobi saizi imeflood, watu wameuawa,
When you elect officials to go into office, instead of them sitting down to re-evaluate the planning of the city and have a Vision 2030 plan, so that systematically tuanze kurekebisha zile shida zilipatikana pale mbeleni. You just go there, you find all the loopholes ambazo ziko hapo City Hall, mnaanza kukula na kijiko kubwa. Okay? Hiyo season ikiisha mnasahau, another season inakuja tena, the same problem happens. Yeah, because public service is not about service. It's about personal aggrandizement. It's about, it is our time to eat. That is why Kenya tuko na hiyo mashida mingi sana. Niliongea juzi mambo ya ndege hizi ambazo ziko decommission zitakuwa zinaanguka tu because mmekubalia, yani ndege ishatolewa out of service kutoka nchi za juu huko, mtu ameiweka pale hivi, unaenda unainunua sababu kuna na unarudi unaiuza very expensively in Africa, and people are willing to buy them so that it becomes a symbol of status. Niko na chopper na wewe hauna, okay, but will come down crashing. Pia magari, yani gari yenye hata haijapita smog test, iliyashaanguka smog test nchi za ng'ambo, inachukuliwa hivi, inapelekwa, zilikuwa zinapitia hapa Ukraine, zinarudi zinatoka Ukraine zinaingia Dubai, alafu mnaingia pale Dubai mnazinunua mnaleta Kenya. Kenya Bureau of Standard inaipitisha, mnaziweka kwa barabara. Baada ya wiki mbili inaanza kutoa smoke. Baada ya wiki mbili inaanza kukitisha 10,000, 20,000, kidogo kidogo imecrash. Corruption, mtu wangu. We must sit down and reevaluate our collective psyche as a country and decide that we really need to put our boots on the ground and solve the problems we have, particularly fix corruption once and for all.